So movie inaanza, tunamuona huyu bwana mdogo wa kuitwa Smith akiwa ameambatana na familia yake katika kuja kuandikishana katika hii shule ambayo inaitwa Kayaletu High School. Sasa huyu bwana mdogo ni bwana mdogo ambaye alikuwa anapenda sana muziki, na hata hivyo kwenye mitandao yake ya kijamii anafanya poa sana, lakini baba yake ni baba ambaye ni baba fulani hivi wa Kitanzania ambaye alikuwa haamini kabisa kwenye muziki, na alikuwa anahitaji mtoto wake aweze kufocus zaidi na masomo yake ili aweze kuja kumsaidia hapo baadaye katika maisha yake na sio kutegemea tu muziki. Na alikuwa hataki kabisa kumuona mtoto wake akiwa anafanya manga za kimuziki pia, kwa sababu alikuwa anaamini ya kwamba kwenye muziki mtoto wake hataweza kupata chochote kile, lakini elimu ndio kitu ambacho kinaweza kumsaidia pia katika maisha yake. Hata kwenye vitabu vya dini pia ikawa imeandikwa kwamba mshike sana elimu, usimwache aende zake. Kwa hiyo mzee alikuwa anaamini ya kwamba elimu ndio kitu pekee ambacho kitakachomsaidia mtoto wake katika maisha yake yote ambayo atakuwa anaishi hapa duniani na sio muziki. Sasa hapo shuleni mwana, kuna kwaya ambayo inaongozwa na mwana mmoja ambaye anaitwa Mr. Zungu, na hii kwaya ilikuwa imefanya vizuri sana miaka miwili huko nyuma iliyopita, lakini kwenye miaka ya hivi karibuni ni kwaya ambayo ilikuwa haijafanya vizuri kabisa, kwa sababu ilikuwa inashiriki mara kwa mara katika mashindano ya kitaifa ya kutafuta kwaya bora ambayo inafanya vizuri katika muziki, lakini haikuweza kufika mbali na haikuweza kufanya vizuri pia. Sasa hicho kitu kikawa kimepelekea huyu Mr. Zungu akawa ni mtu ambaye ana makasiriko muda wote, na akawa hacheki na wote pia, kwa sababu kwa yake ambayo anafundisha yeye inaonekana ni kwa ambayo haifanyi vizuri, lakini huko nyuma ilikuwa inafanya vizuri pia. So ni kitu ambacho kikawa kimemfanya akawa na makasiriko sana. Sasa siku ya leo wakati amekaa hapo ndani akiwa anajaribu kutafuta na kupanga ratiba zake ili kwa ajili ya kufanya audition ya kuweza kutafuta wanachama wapi ambao watakuja kujiunga katika hiyo kwaya yake, akawa amesikia sauti fulani hivi ambayo inaburudisha na ikakonga moyo wake pia, na akajiuliza ni nani ambaye anaimba vizuri hivi. Kabidi atoke nje ya ofisi yake kwa ajili kwenda kuangalia ni nani huyo ambaye anafanya hilo tamasha kwa bure kabisa, na akagundua anayefanya hivyo si mwingine bali ni Smith, akiwa ameambatana na mashikaji zake ambao walikuwa wanaisupport timu yao ya Kayaletu High School ambayo ilikuwa imefuatwa kwenye mchezo wa kirafiki wa mpira wa miguu na ilikuwa inaelemewa vibaya mno. So bwana mdogo Smith ikabidi awacombine wenzake kwa ajili ya kutafuta nyimbo ambayo inaweza pull up vibe kwa wachezaji wao ili waweze kufanya vizuri. So kila kitu kikawa kimemvutia sana Mr. Zungu, ikabidi baadaye amvute Chemba Chobis na kumwambia ya kwamba bwana mdogo inabidi ujiunge na Kayaletu kwaya ambayo mimi ndio mwalimu wake, na akampa barua ya utambulisho kumwambia kwamba wewe umepita rasmi, japokuwa kuna audition ambayo inafuata hapo mbeleni. Sasa kumbuka, bwana mdogo yeye alikuwa hataki kabisa kujihusisha na masuala ya kimuziki kwa sababu baba yake ni mkali kinoma, na baba yake alikuwa hataki kabisa bwana mdogo kuweza kujiunga na masuala ya kimuziki kabisa. Sasa amepewa chance ya kuingia katika Kayaletu kwaya. Sasa kuna audition ilikuwa inafanyika kama nilivyokuambia. Sasa kwenye hiyo audition mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanashiriki ni bwana mdogo wa kuitwa Jojo. Huyu Jojo ni rafiki mkubwa sana wa Smith tangu Smith amejiunga katika hiyo shule, lakini kwa bahati mbaya matokeo yalipokuja kutoka huyu bwana mdogo hakuweza kabisa kupita, kitu ambacho kikawa kimemfanya Smith akawa amekasirika sana na kuweza kumfuata Mr. Zungu na kumwambia kwa nini Jojo hakuweza kufanikiwa, lakini Mr. Zungu akakataa kabisa kumwandika Jojo kwenye moja kati ya watu ambao wataenda nao kwenye hiyo kwaya. Dogo akamwambia kwamba endapo kama unataka mimi nijiunge kwenye kwaya yako, basi make sure ya kwamba Jojo naye anakuepo humo ndani, kwa sababu mimi na Jojo tunapokutana tunatengeneza chemistry moja nzuri sana. Kwa hiyo Jojo in na mimi pia niko in, kama Jojo yuko out na mimi pia nitakuwa out kwenye hiyo kwaya yako, kitu ambacho kikamfanya bwana Mr. Zungu akaliongeza jina la Jojo kwenye listi ya watu ambao wataingia katika hiyo kwaya ambayo yeye anafundisha. So mazoezi yakaanza sasa, mazoezi piga tizi la kufa mtu kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya kitaifa ambayo yako mbele yao tu as soon as possible. Mashindano haya hapa kwenye uso wao, na Kayaletu High School no shule ambayo na pia ilikuwa ni shule washiriki ambao wanashiriki katika hiyo kwaya. So mchujo kaanza bwana, piga nikupige, lakini bwana mdogo Smith akaja kugundua kitu ya kwamba kwenye kwaya yao kitu ambacho kinawafanya hawafanyi vizuri takriban miaka miwili iliyopita. Kwanza aligundua ya kwamba style ambayo wanafundishwa ni style ya kizamani sana, style ambayo ishapitwa na wakati sasa hivi watu wana singeli ama piano kupanda juu ya meza, vitu ambavyo tutafanya watu wanakuwa on trending muda wote. So bwana mdogo ikabidi ajiongeze kwenye akili yake na kugundua kwamba kwaya yao iko bored sana
kwenye audience ambao wanazunguka, ikabidi aingize style yake mpya ambayo walikuwa wanaifanyia mazoezi bila mwalimu wao kujua, ambayo inaitwa Gwijo, na akaperform, akafanya bonge moja la show, kitu ambacho kikawafanya wakapendwa sana katika ukumbi ule na kuwafanya wakapita pia katika hatua ya mchujo na kwenda katika hatua ya fainali. Lakini sasa shida inakuja pale ambako baba yake Bwana Smith anakuja kugundua ya kwamba mtoto wake ameweza kujiunga kwenye kwaya ya shule, kitu ambacho yeye alikuwa hataki kabisa, na alikuwa anataka mtoto wake aweze kufocus zaidi na masomo yake, kitu ambacho kikawa kimefanya akamzuia kabisa mtoto wake kuto kujihusisha na masuala ya kwaya, kitu ambacho kikawa kimewaacha dilema pia hata wanafunzi wenzake ambao wako nao kwenye kwaya moja ya Mr. Zungu pamoja na shule nzima, huku wakiamini ya kwamba Smith ndo mtu pekee ambaye anaweza akawafanya wao wakashinda hilo taji kwa mara ya kwanza takriban tangu miaka miwili iliyopita. Hawakuweza kufanya vizuri, kitu ambacho kikawa kimemfanya pia wakawa wametoka wanafunzi kwa ajili ya kwenda kumuomba mzee wake na Smith kumwambia kwamba tuko kwenye hatua nzuri sana, lakini mzee aligoma kata, hakuweza kumwachia mtoto wake kwenda kujiunga kwenye masuala ya kwaya. Alikuwa hataki kabisa mwanae afanye masuala ya kimuziki. Basi ndio hivyo, hawakuwa na chaguo, ikabidi waende tu hivyo hivyo kwenye hatua ya fainali, lakini kwa yao ilikuwa imeonekana kupoza sana. Lakini kama unavyojua hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mamake na Smith akawa amejitahidi kumconvince sana mumewe na kumwambia kwamba hiyo hata mimi na wewe tumekutana kwenye muziki, so mwache mtoto aweze kufuata kile kitu ambacho anakipenda, na alimconvince sana. Lakini mwisho wa siku mzee akaja akafungua moyo na kuweza kumruhusu bwana mdogo kwenda kuokoa jahazi la Kaya Letu High School kwaya ambalo lilikuwa tayari limeshazama na kupiga bonge moja la show na kuhakikisha ya kwamba wanavunja kabisa, na watu wakalipuka na shangwe likasogea, na mwisho wa siku Kaya Letu High School ikaibuka kuwa ni shule ambayo imefanya vizuri sana katika hayo mashindano ya kumtafuta kwaya bora ya mwaka, na Smith ndo akageuka kuwa man of the match. Huu mzigo bwana unaitwa Fambili Ngegwijo, ni mboge moja ya movie kutoka South Africa, ni movie mpya kabisa ambayo imetoka mwaka huu. Call Cliff Davis kwenye mitandao yangu yote ya kijamii natumia kama Cliff Davis Mr. Story, na pale TikTok, nenda Instagram, nenda Facebook, nenda YouTube natumia kama Cliff Davis Mr. Story. This is Movies Time. Tukutane wakati mwingine, tukutane kwenye video nyingine. For now,